Habari, naitwa Dr. Japhet Paul, ni daktari kutoka hospitali ya St. Elizabeth iliyopo mjini Arusha. Na leo tunakwenda kuendelea na somo letu linalohusu mada ya pelvis inflammatory disease ama PID. Na siku ya leo tutakwenda kuangalia namna gani ya kwenda kubaini kitaalamu hii changamoto ama kufikia diagnosis ya hii changamoto ya pelvis inflammatory disease. Tumeshakusha kudefine, kutoa maana, tumetoa dalili, na sasa tunaenda kueleza namna gani ya kufikia kwamba hii ndiyo changamoto yenyewe. Sasa kitaalamu, mgonjwa ama mteja anapofika hospitali, kitu cha kwanza huwa ni kuchukua historia ya mgonjwa. Atakueleza kwamba daktari, na shida 1 2 3 imenianza muda fulani, lakini kwa siku ya leo iko hivi. Hiyo inaitwa history. Utachukua taarifa za ziada, hiyo changamoto aliyokuambia inahusiana na nini, inaenda vipi, inakuwa mbaya wakati gani, na dalili zingine zote za mwili. Lakini cha pili utakachotakiwa kufanya ni physical examination. Lazima umfanyie ukaguzi huyu mgonjwa. Na hizo ndizo misingi za kufikia diagnosis ya changamoto inaitwa pelvis inflammatory disease ama PID. Kwa hiyo PID diagnosis yake ama kufikia conclusion ni kwamba muda mwingi kwa zaidi ya 80% ni clinical history na physical examination. Kwamba nimeelezwa dalili na hizi examination. Sasa hizi examination naomba nizieleze kwa ufupi sana. Tuna examination kama 3 muhimu, ambapo namba 1, huyu mgonjwa lazima achukuliwe vitals, ambayo ni general examination. Utamchukua vitals, pressure yake, mapigo ya moyo, uchukuaji wa oxygen, joto lake la mwili na muonekano mzima wa mgonjwa. Lakini examination ya pili ni pelvis examination, ambayo tumeigawanya katika maeneo mawili, abdominal examination na vaginal examination. Na katika vaginal examination, hiyo ndiyo key, kwa sababu tumeshaeleza pelvis inflammatory disease ni changamoto katika viungo vya uzazi vya mwanamke, maambukizi ya bakteria. Sasa kufanya physical examination katika maeneo ya kizazi cha mwanamke, tunafanya procedure ambayo inaitwa speculum examination, ambapo kuna vyuma maalum viko hospitali vinafungua uke na kuona kwa ndani. Kwa hiyo utakapofungua uke na kuona kwa ndani, lengo ni kwenda kuangalia kama kuna uchafu unatoka ama kuna kiashiria kingine ambacho sio hii dalili ambayo ulikuwa unaifikiria kichwani kwako. Lakini utafanya kitu cha pili ambacho kinaitwa bimanual examination. Na bimanual examination ni kwamba unatumia vidole na kushika mkono mwingine kwenye tumbo la mgonjwa. Lengo ni kufanya maneuvers ambazo ziko kama 3 na kuweza kubaini kama zina match na hii diagnosis ya pelvis inflammatory disease. Ambapo sasa maneuver hizo mojawapo inaitwa cervical excitation, ambapo ni kwamba mkono mmoja unaingia kwenye uke, mwingine unakuwa tumboni kwa mama, ambapo katika kugusa shingo ya kizazi mama atakwambia nasikia maumivu makali kwenye shingo ya kizazi, au maumivu makali tumboni, au maumivu makali kwenye maeneo yote yanayozunguka kizazi, ambapo ni adnexus pamoja na uterus. Kwa kuchukua history na kufanya hizi examination itakupa zaidi